sasa? Nataka uniambie walijueje? Mama, mimi nimeambiwa na rafiki zangu tu. Ila bila shaka mwanangu unahusika kwenye hili. Yaani kama unahusika, sitakusaidia kwa lolote. Haya, hata inyeshe tuone panapovuja. Hauna ushahidi kwa hilo, kwa hiyo hakuna utakachokifanya. Habari yako brother? Salama. Habari za leo? Njema tu. Karibu. Asante. Dada, karibu. Sasa kaka, tumefika hapa kwa maelezo ya daktari. Ametuelekeza tufike hapa kwa ajili ya kukutana na Regina. Sio tumemkuta? Regina alikuwa hapa muda so mrefu, lakini katoka mara moja. Hatachukua muda mrefu sana kurudi hapa, mnaweza mkamsubiria. Kwa hilo hamna shida kaka. Tutamsubiria. Sogea ukae sana. Sister, karibu kae. Asante. Karibuni. Dada, kwa vile umefika sasa, hawa ni wageni wako, wamefika muda mrefu hapa, wanakuhitaji wewe. Sasa wanazungumza na wewe. Acha mimi niwaache kwanza. Haya sawa. Kaka, jisikia amani? Sawa sawa. Regina, tumefika hapa kwa sababu ya maelekezo ya daktari. Tulifika kwa daktari kwa sababu dadangu ni mgonjwa. Kwa hiyo daktari alisema kwamba kwa ushauri mzuri wa afya dadangu ni lazima tufike kwako. Ndio maana tumekuja. Kwani alifanyaje? Dadangu unavyomuona aliingiliwa kimwili bila ridhaa yake. Kwa hiyo daktari alisema anaweza akaathirika kisaikolojia. Sasa wewe lengo lenu la kuja hapa nataka mimi niwasaidie nini? Ni ushauri. Kwa sababu daktari akasema kwamba tufike kwako umpatie ushauri mzuri wa kufanya afya yake ikae safi. Sawa. Niko hapa kukusaidia. Sijilaumu sana, maana sio kosa lako, waliofanya ndio ni makosa. Na pia cha kuzingatia tu hapo ni kuzingatia ushauri wa daktari pamoja na dawa. Mambo mengine yanaweza kuendelea. Sawa dadangu, nashukuru sana kwa ushauri wako. Pia tu hapo dadangu, kitu cha kuzingatia ni kwamba katika maisha hakuna kitu kinauma kuona rafiki ambaye unamwamini anakutendea ubaya. Kwa hapo cha kushauri tu ni kwamba chagua mazingira yanayokujenga. Ni nani wa kukaa naye na nani si wa kukaa naye. Maana kuna watu wengine ukikaa nao wanakushauri ujinga tu. Kitu kingine ambacho utakiwa kusahau kwenye maisha ni kwamba huwezi kupendwa na kila mtu. Kuna watakao kupenda na wanaokuchukia. Kwa hiyo ni bora utengeneze mazingira ambayo yanaweza kukujenga wewe ili kutengeneza future yako ya baadaye. Sawa dadangu, utalifanyia kazi. Nadhani dadangu tumekusikia. Doris, tuondoke, nadhani ushamuelewa vizuri. Kwa hiyo jitahidi kuzingatia hivyo. Sawa, sisahau kumtanguliza Mungu maana hakuna kinachoshindikana kwake. Sawa, karibuni. Shukrani.
Hodi hapa. Karibu. Karibu kiti. Ndio mlete Sabrina. Regina, mbona umekuja mwenyewe? Happy yuko wapi? Tulipita saluni, kwa hiyo nimemwacha saluni akasema kwa kuna mgonjwa huko. Ndio maana mimi nikaja. Sabrina ulipokaa Mgonjwa mwenyewe huyu hapa. Kwani alifanyaje? Kuna vijana walimbaka. Kumbe. Kwani baada ya kubakwa mjende hospitali au? Hapana, tulituita wewe kwanza. Pole sana kwa kilichokupata. Pia usijilaumu sana. Hapo kitu kingine cha kufanya yani ambavyo ungeweza kubakwa ungeelekea kwanza hospitali ili kuangalia afya yako. Maana unaweza kupata maambukizi. Basi sawa, baada ya hapo tutaelekea hospitali. Sawa. Hapo ukishaelekea hospitali cha muhimu ni kuzingatia tu ushauri wa daktari na mambo mengine pia za kuendelea. Pia usijilaumu sana. Sawa rafiki yangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Pia unaweza kuwa bora kwa mtu lakini sio kwa muda wote. Watu wanabadilika. Na ni bora kumfuga mbwa atakulipa usiku wa kukulinda kuliko kumfuga binadamu ambaye atakulipa maumivu na mateso ya moyo. Mwenyewe kama hayo. Hapo tu ni kuzingatia mambo mengine. Dawa kama daktari akikupa zingatia tu kunywa, mambo mengine yanaendelea. Sawa, nimekuelewa. Sawa jamani, mimi naondoka. Uwe na wakati mwema. Basi sawa, karibu. Sawa. Kwa dadangu hata usijali. Utakuwa sawa. Bali tena kwa daktari, kando uchukue dawa na utakuwa sawa. Sawa mdogo wangu. Lakini naogopa hata kunitazama bafuni usoni. Usijali dadangu. Haya yote yatapita. Veronica, kipi hasa kilichompata Sabrina? Mimi mwenyewe sina jibu la moja kwa moja. Kwa sababu tukio kipindi natendeka mimi sikuwepo. Nililetewa taarifa tu. Inakuahidi nitafanya upelelezi mpaka nijue anayehusika kwenye hili, ili sheria ifuate mkondo wake. Ni kweli kabisa, maana kumwingilia mtu kimwili bila ridhaa yake ni unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hiyo ni kosa kisheria. Sawa rafiki yangu, acha mimi niende nikafanye upelelezi. Haya rafiki yangu. Haya basi salama, mimi naondoka. Basi sawa, fika salama. Wewe shida nini? Mbona unalia? Dada, nasikia kama nilikuwa na mtoto kwa muda mrefu, nimepata taarifa kuwa amefariki. Unasemaje? Ni kweli dada amefariki, nauma. Pole mdogo wangu. Ndio hivyo, kila mtu atakufa. Wewe usijali, utakuwa sawa tu. Kwa sasa nina amani kwa sababu hao vijana wamekamatwa, wamepelekwa polisi. Mimi nina amani sana yani. Ni kweli, tufurahie tu kwa pamoja. Kwani kaka yako yuko wapi? Kaka ameenda kutafuta fedha ili tupate kula. Ni vyema. Asifanye kazi na asili. Sawa, kwa hiyo mimi namaanisha mimi siyofanya kazi nisilete. Wewe bado mdogo. Na mdogo anatakiwa apate chakula. Kama ni hivyo anatakiwa ufanye kazi sasa. Tajitahidi bwana.
Ainesi. 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 Vipi dada, mbona umekuwa mnyonge sana? Au bado unamfikiria Beatrice? Lakini dada, hiyo ni njia ya kila mmoja. Sote hapa tuliopo hapa duniani tunapita. Usiwe mnyonge kiasi hicho. Alafu unajua kabisa sisi binadamu tumeambiwa hiyo njia. Kwa hiyo tangu mwanzo hilo lipo. Alipofariki tu Kain ndio ikawa njia yetu ya mwanadamu. Kwa hiyo mimi nakuomba tuwe ujisikie tu vizuri. Na wala unyonge huo kabisa uondoe kabisa. Nakuomba dadangu, lakini tambua kabisa kuwa sisi ni binadamu hapa duniani tunapita. So hakuna haja hata ya kufikiria na kuwa na mawazo kiasi hicho. Kwa sababu hiyo ni njia ya kila mmoja. Laiti Mungu angelikuwa anatuuliza kwamba nimpeleke fulani, tusingeikubali. Bali ni andiko kwa kila mmoja. Na kila mmoja ataipitia hiyo njia. Hakuna atakayekwepa kabisa hata mara moja. Amani ya moyo wangu imerejea. Wanangu naona mna furaha. Sijui mdogo wangu yuko wapi. Nadhani Regina ulimsikia alivyosema. Na mdogo alimweka kuna sehemu anaenda. Ndiyo mama, nadhani ndio hilo. Ni kweli mama. Kwa hiyo usiwaze sana juu ya hilo. Kwanza mimi nadhani Happy ni mtu mzima. Hawezi kupotea kirahisi namna hiyo. Usiwe na wasiwasi kabisa. Hiyo ni mtu mzima, hawezi kupotea. Nadhani tugange ajaye. Basi sawa, acha mimi niende chumbani kupumzike. Achila. Wewe endelea kuwepo na rafiki yako, sawa? Sawa. Sabrina, kuna jambo nataka nikwambie. Tafadhali naomba unisikilize kama hutojali. Sawa, nakusikiliza. Sabrina, nishatazama sana kote mtaani. Lakini mwanamke mrembo kama wewe sijamuona. Yaani jinsi ulivyokuwa mzuri mwendo wako, ukitembea wala utoki jasho. Ukweli wewe ni mwanamke ambaye umenifanya kila nikikufikiria na kulilia. Nadhani yote naweza nikayamaliza kwenye dictionary. Lakini moyo wangu ndio umeukalia. Na jinsi ulivyokuwa una kisura fulani hivi cha aibu. Yaani unang'ata kucha huku na fumba macho. Yaani Mungu amekupendelea. Kuna namna fulani hivi amekupa nyumba hadi na choo. Wallahi zitakuja kuniua pigo zako. Nadhani naweza nikaongea mambo mengi sana. Ila jibu lako likawa ni moja tu. Yaani nachotaka kukwambia sio kama ni kigeni kwako. Ila ni vile tu ni kigeni kwa sababu nimekwambia mimi sije kukwambia. Nakupenda Sabrina. Bafisi, mbona ulichelewa kuniambia? Nakupenda pia.